Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu karibu mwami, karibu mumwoyo kwanje, karibu mumwoyo kwanje, karibu.
unaweza mambo yote. Yesu wewe unaweza. Yale ambayo haiwezekani kwa mwanadamu, kwako inawezekana. Yale ambayo nimeshindikana kwa mwanadamu, kwako Baba inawezekana. Yale ambayo yamekwama kwa mwanadamu, kwako inaendelea. Yale ambayo Baba yaliyokufa kwa mwanadamu, wewe unafufua, wewe unarejesha, wewe unarejesha, na mchana wa leo unarejesha, unarejesha Baba, unagusa maisha yetu, unainua maisha yetu, unakomboa maisha yetu. Asante kwa sababu ya wakati huu, asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako, katika jina la Yesu. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo la mwanao, utukuzwe na uinuliwe milele, kwa sababu wewe ni Mungu unaishi visasi hata vingine. Uheshimike kwa ajili ya neema ambayo umetupa siku ya leo, tupatikane mbele yako asubuhi ya leo, kwa sababu ya nafasi ambayo Mungu amenipa nikaweza kusimama mbele yako kukuletea ujumbe wa Mungu ambaye Mungu amekusudia tukaweze kuipokea siku ya leo. Na ujumbe huu nakuletea kupitia kwa kanisa la Word of Faith Buyofu. Pigie Yesu makofi. Tuna furaha kubwa asubuhi ya leo kusimama mahali hapa na kutangaza injili ya Kristo. Nataka watu wa Buyofu tukaweze kukaribisha watu wote ambao sasa wanatazama. Kaweke mikono yako pamoja, tuwakaribishe. Amen. Nataka weke mikono yako pamoja, tuwakaribishe tena. Shangilia Yesu. Haleluya. Amen. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya station hii kutupa hii nafasi siku ya leo tukaweze kuwa pamoja nao tukiletea watu wa Mungu ujumbe ambao Mungu ameachilia kwa ajili yetu Buyofu na kwa ajili ya Kenya mzima na kwa mataifa mzima. Mungu akaweze kuwatenda mema na akaweze kuwainua. Kabla sijakuletea ujumbe wangu ambao Mungu amenipa nikaulete katika maisha yako, niruhusu tu nikaweze kumleta mke wangu, kwa sababu nimeoa mke mmoja na niko na watoto na mchukuu pia. Nataka tu pigie Yesu makofi anapokuja katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hakika ni asubuhi iliyo njema, Kristo akiwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mimi nimeokoka, nampenda Yesu, ameweza kuwa kimbilio na tegemeo. Nimeolekea mume mmoja na niko na watoto 4. Hakika mume ambaye nimeolekea ndio mchungaji wa mahali hapa, na ninajua kwamba anaenda kuwabariki kupitia kwa neno ambalo Mungu ameachilia ndani ya moyo wake. Tunapokuwa tayari, tunapokuwa na mtazamo na tunaponyenyekea chini ya uwepo wa Bwana na tunapomtazamia huyu Mungu, najua kwamba Mungu anaenda kutubariki sana. Nashukuru Mungu kwa kila mmoja ambaye amejinyima shughuli zake na kukuja kwa ibada siku ya leo. Mungu wa majeshi awatende mema na wabariki, awainue. Asanteni kabisa, mjisikie nyumbani. Na hata nashukuru yule ambaye amekuja kuunganika pamoja na sisi kutuchukua kupitia Quest TV. Mungu akutende mema na kwa maana ni siku ya kipekee na tunaenda kubarikiwa. Hata nami nimebarikiwa kwa mahali hapa. Asanteni wote ambao mnaenda kusikia na kupokea hili neno. Mungu awabariki na wainue. Asante dadi, Mungu akutumikie na kutende mema. Welcome. Amen. Pigie makofi kwa sababu ya mtumishi wa Mungu mkubwa. Amen.
Nilikuwa nasema West TV, tuseme West Nyota TV. West Nyota TV. Amen. Bwana akaweze kubariki. Nashukuru sana. Asubuhi ya leo nachukua nafasi hii kushukuru kila mmoja kuja kwa ibada ya nguvu kama hii. Bwana akaweze kubariki sana. Nafurahia ninapokuona. Wewe ni mtu wa muhimu kukua mahali hapa. Haleluya. Wewe ni mtu wa dhamana kabisa. Amen. Ninafurahia kukua na wewe mahali hapa siku ya leo katika ibada hii. Tubariki pamoja katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuanze safari yetu kwa kuingia katika neno la Mungu na kusikia kutoka kwake. Twende pamoja katika Biblia zetu kwa kitabu cha Mwanzo mlango wa 28. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 28. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo mlango wa 28 mstari wa 10 hadi 15. Naamini msomaji uko pamoja nasi na uko umefika mahali pale. Tasoma kitabu mlango wa 28 mstari kuanzia 10. Biblia inasema ya kwamba Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani, akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. 12. Akaota ndoto, na tazama, ngazi ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake, na tazama, Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako, na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. 14. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. 15. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, na nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Amen. Baba, na asante kwa sababu ya ujumbe wako asubuhi ya leo, kwa maana ili neno linatoka kinywani mwako, moyoni mwako, unanena kwa maisha yetu. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka ukanipatie sikio lako na moyo wako pia ukafunguke kupokea chenye Mungu ako nacho kwa ajili yako. Ningependa asubuhi ya leo nisungumuse kuhusu ujumbe huu, ya kwamba Mungu anakuonekania kwa hiyo hali. Ambia mwenzako, Mungu anakuonekania. Nasema Mungu anakuonekania kwa hiyo hali ambayo ukomo. Mungu anakuonekania. Kwa hiyo mahali penye ukapo, Mungu anakuonekania. Haijalishi ni mahali ya ukosefu, Mungu anakuonekania. Ni hali ya magonjwa, Mungu anakuonekania. Ni hali ya utajiri, Mungu anakuonekania. Sikia mchana wa leo,
tumesoma maandiko katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 28 kuanzia mstari wa 10 hadi 15. Maandiko inasumulia kuhusu historia ya Yakobo. Yakobo ni mtoto wa Isaka, Isaka mtoto wa Ibrahimu. Nataka usikie kutokea kwa Ibrahimu, Mungu akaita Ibrahimu, Mungu akamubariki, akatangaza baraka juu ya Ibrahimu, akampatia hati Ibrahimu. Na Ibrahimu alipoendelea, Mungu akatimiza hati ambayo alimpa ya kwamba nitabariki uzao wako, nitakupa uzao na uzao nitaubariki. Mungu akampatia Ibrahimu Isaka. Isaka naye Mungu akabariki tena Isaka, akanena kwa Isaka hizi baraka zenye alinena kwa Ibrahimu, akazipitisha tena akanena kwa Isaka. Isaka akabarikiwa na Yakobo. Na wakati Mungu amembariki Isaka, Yakobo pamoja na Esau, bali mtu wa Mungu nisikie, wakati Yakobo anazaliwa na Esau, ikafikia wakati Mungu akakusudia kubariki Yakobo. Maandiko yanasema kwamba Yakobo hakuwa mkubwa katika nyumba yao, Esau ndiye alikuwa mkubwa. Lakini ikapatikana kwamba Yakobo amenyakua uzaliwa wa kwanza, na maandiko yanasema akaondoka baada ya Isaka kubariki Yakobo. Yakobo akaondoka ili kwamba aelekee kwa nchi ambayo baraka alizonenewa zikaweze kulipuka na kuonekana. Alipoondoka akielekea katika nchi ambayo itasababisha baraka zilionenwa juu yake sionekane, maandiko yanasema kwamba Yakobo akatembea kwa njia, na kutokea asubuhi mpaka jioni usiku ukaingia. Yakobo amechoka, usiku umeingia, hata chakula kitu, usiku umeingia, atafika penye anaenda. Nataka kusema kutangazia mchana wa leo, kumaisha ambao unaishi ni safari. Inaweza fika wakati ukachoka, uchapokea kile ambacho unataka ukipokee. Unaona usiku umeingia. Maana ya usiku kuingia, usiku inamaanisha nini? Inafikia mahali ambapo hauoni penye unaenda, hauoni penye unatoka. Unapoangalia kando na kando, hauoni njia. Kina mambo imekukumba, hali imekuzingira, hauoni msaada penye unatoka. Hapa usiku huo Bwana anakuonekania. Nasema Bwana anakuonekania. Inaweza kuwa amefika kwa hiyo majira ya hukumu, majira ya uzito, majira ya kukataliwa, majira ya kuchekwa, majira ambayo hauna pesa kwa mfuko, hauna shilingi kwa mfuko, majira ambayo hauna rafiki. Nasema kwamba kwa hiyo majira Baba anakuonekania. Alionekania Yakobo, anakuonekania wewe. Ndoa yako inaweza kuwa imefika hiyo majira, masomo ya watoto wake inaweza kuwa imefika hiyo majira, kazi yako inaweza kuwa imefika hiyo majira. Na kutangazia leo, Bwana anakuonekania. Alionekania Yakobo, alikuwa amenenewa, ako na baraka, lakini mambo sio mambo, hali sio hali, maisha sio maisha. Ikafikia wakati hana rafiki, amebaki peke yake. Kuna wakati majira inafikia mtu unabaki peke yako, hata rafiki hakutambui, rafiki hawakukumbuki. Hata unapopika simu, unapowatafuta kwa simu ni wateja, wamebaki peke yako. Bwana anakutenga ya kutana na wewe. Bwana amekutenga ya kutana na wewe. Maandiko yanasema Yakobo akiwa peke yake, usiku amefika, kumpea chakula, hana mtu wa kumtia moyo, hata mchungaji wa kumtia moyo, hana hata ndugu yake wa kumtia moyo. Wazazi amewawacha kule, amebaki peke yake. Kumbe Mungu akitaka
anataka kuonekania, anakutenga na watu wengine. Nasema anakutenga na watu wengine. Oh my God, Mungu anakuonekania. Nasema Baba anakuonekania. Maandiko nasema Yakobo chenye alifanya, amechoka, ametembea, amechoka, hana mtu mahali pale, hana chakula mahali pale. Nezaona Yakobo amechoka, nezaona anatafuta mahali pa kumsikia, batika kuelewa. Amefika Betheli, Betheli, amefika Betheli. Ambia mwenzako amefika Betheli. Alikuwa Betheli, mahali pale ako peke yake. Kumbe Mungu akakufikisha mahali pa kukuonekania, akakufikisha mahali pa kulipua muujiza, akakufikisha mahali pa kukuponya. Hapo unabaki peke yako. Nasema unabaki peke yako. La baseke ya basaya. Wakati unaona mambo magumu, wakati unaona mambo ni mazito, wakati unaona watu wamekukataa, watu wanakusengenya, watu wanakucheka, watu wanakudharau, hapo umefika Betheli. Betheli ni wapi? Kwa nyumba ya Bwana. Betheli ni wapi? Kwa nyumba ya Mungu. Wakati unapofika kwa nyumba ya Mungu, hautakuwa na marafiki, hautakuwa na majirani, hautakuwa na watu wa kutia moyo, kwa maana umefika kwa nyumba ya Bwana. Poni kwa Bwana, mahali penye Mungu anabariki watu wake, mahali penye Mungu anaponyea watu wake, mahali penye Mungu anainua watu wake. Hapo huwezi ingia na rafiki yako, hauwezi ingia na mtoto wako, hauwezi ingia na ndugu yako, hauwezi ingia na mzazi wako. Kuna mahali wakati unapofika Bwana anakutenga. Nasema Bwana amekutenga. Wamefika Betheli. Betheli ni kwa nyumba ya Bwana. Nasema Betheli ni kwa nyumba ya Bwana. Ndoa yako inaweza kuwa imefika Betheli. Masomo ya watoto wako inaweza kuwa imefika Betheli. Biashara yako inaweza kuwa imefika Betheli. Na Betheli ni mahali penye Betheli ni kwa nyumba ya Bwana. Mahali penye Bwana anaonekania kwa namna ya kipekee. Anaonekania kwa namna ya kipekee. Yani nasema nini? Wakati unapofika mahali pale, wewe ambao unaamini Bwana, wewe ambao unatumania Bwana, wewe ambao umeomba siku nyingi, Bwana anakuonekania kwa namna ya kipekee. Hata kuonekania vile alionekania ndugu yako, hata kuonekania vile alionekania shangazi yako, hata kuonekania vile alionekania rafiki yako, anakuonekania kwa namna ya kipekee. Na kutangazia mchana wa leo, Bwana akuonekania kwa namna ya kipekee. Bwana awachilie uponyaji wa kipekee. Bwana awachilie muujiza wa kipekee. Bwana achilie urejesho wa kipekee. Bwana achilie urejesho wa finance wa kipekee. Bwana achilie utuma wa kipekee kwa maisha yako. Na mchana wa leo nasikia ndani mwangu kuna watu Mungu anaonekania kwa namna ya kipekee. Yani wewe ni mtu wa kipekee, unakuwa mama wa kipekee, unakuwa mzee wa kipekee, unakuwa na ndoa ya kipekee, unakuwa na biashara ya kipekee, unakuwa na masomo ya kipekee. My God, my God, unaonekaniwa kwa njia ya kipekee. Vile alionekaniwa hautafananishwa na mwingine. Kuna wengine wameenda kanisani, maisha yao ikasalia hivyo, lakini wewe Bwana anakuonekania kwa njia ya namna ya kipekee. Nasema anakuonekania. Kuna watu wameomba, lakini ndio Bwana akawaonekania. Lakini wao wameomba, Bwana anaonekana kwako kwa namna ya kipekee. Alionekania Yakobo. Maandiko yanasema Yakobo akiwa amechoka akalala,
akachukua jiwe akaliwekea, akakekemea kichwa chake. Jiwe ni nini? Ni Yesu Kristo. Alikekemea Yesu Kristo, alitekemea Kristo, kama na maandiko yanasema Yesu Kristo ndiwe jiwe la pembeni. Alitekemea Yesu. Wewe ambao unatekemea Yesu, Bwana anakuonekania kwa njia ya kipekee. Na achilia neema ya kuonekania kwa njia ya kipekee. Na achilia neema, na achilia neema, na achilia neema, na achilia neema, na achilia kibali, na achilia ushindi, na achilia neema, na achilia neema ya kipekee, utuma wa kipekee, miujiza ya kipekee kwa kipekee. Nasema pokea. Nasema pokea. Nasema pokea. Maandiko yanasema Bwana yeye ni Alfa na Omega, aliyokuwako siku za Abrahamu, siku za Isaka, siku ya Yakobo, angali mpaka sai. Bwana anakuonekania. Nasema Bwana akuonekanie. Bwana akuonekanie. Ndoa yako inaweza kuwa imefika bedeli. Nasema maisha yako inaweza kuwa imefika bedeli. Mahali penye watu wamekuacha, mahali penye marafiki wamekuacha, mahali penye biashara haiendi vizuri, mahali penye ndoa haiendi vizuri, mahali penye wamekucheka na kudharau, hautafanya chochote, hautaendelea. Wamefika bedeli hapa kwa nyumba ya Bwana, hawaikina na watu kuacha. Wanapokuacha, Bwana anakuonekania, kwa maana uko katika uweponi pake. Usilie dada yangu, usilie mzee. Wamefika bedeli, na katika bedeli kuna uponyaji wako. Hapa bedeli kuna uponyaji wako. Haleluya. Nasema Bwana akuonekanie kwa hiyo hali, kwa magonjwa hiyo Bwana akuonekanie, akuachilie uponyaji. Kwa hiyo ukosefu Bwana akuonekanie, achilie utele. Kwa hiyo hali yako Bwana akuonekanie. Watu ukiwa na pesa, pesa haiwezi kusongesha. Mungu akikuonekania, isaidie pesa. Mungu akikuonekania, isaidie gari. Mungu akikuonekania, isaidie rafiki. Mungu akikuonekania, isaidie masomo. Mungu akikuonekania, isaidie cheo. Bwana akuonekanie. Baraka kwake, akapitisha baraka kutoka kwa Baba zenye alinena kwa Ibrahimu, zenye alinena kwa Isaka, akazileta kwa Yakobo. Nasema baraka zetu ambazo tumenenewa za Ibrahimu, za Isaka, za Yakobo, tumepewa baraka zetu kupitia kwa Yesu Kristo. Tumenenewa baraka kupitia kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hizo baraka zinapitishwa, zinaachiliwa kwetu. Leo natangaza baraka hizi kwako. Natangaza hizi baraka kwako. Natangaza hii baraka kwako. Maandiko nasema Bwana akamwonekania, akasema mimi ni Mungu wa baba yake Ibrahimu, Mungu wa Isaka, na ninanena kwako. Akaanza kunena zenye alinena kwa Ibrahimu, akanena kwa Yakobo. Kwa sababu gani? Baraka sio kupewa vitu, baraka sio shamba, baraka sio gari, baraka sio kitu, lakini baraka ni neno la Mungu lenye nguvu za kuzalisha. Una gari, hauna baraka ya Mungu. Unaweza kuwa na shamba, hauna baraka ya Mungu. Unaweza kuwa na pesa, hauna baraka ya Mungu. Labosaka yabosa, vitu bila baraka ya Mungu ni bure. Baraka ni neno la Mungu linenenwa juu yako, lililo na uwezo wa kuzalisha, ambalo Mungu analileta kupitia kwa mwanadamu ikufikie wewe, wakunenee wewe, wakunenee wewe. Hili neno linapokuja, hata kama hakuna kitu, linazalisha kitu. Hata kama una nguo, inazalisha nguo. Hata kama una kiatu, inazalisha kiatu. Kama una pesa, inazalisha pesa. Labosa, neno la Mungu lenye uwezo wa kuzalisha. Ambia mwenzako, baraka ni neno la Mungu lililo na uwezo wa kuzalisha. Haleluya.
Inasalisha nini? Number 1, inasalisha uzima. Nasema nasalisha uzima. Mungu anaponena unapokea uzima. Na nena leo uko na uzima. Afya yako iko na uzima. Shamba lako liwe na uzima. Biashara yako iwe na uzima. Na watoto wako wawe na uzima. Hiyo ndio baraka ya Bwana. Tuwe na uzima. Uzima. Ambia mwenzako kwamba tuwe na uzima. Tuwe na uzima. Baraka ni neno la Mungu ambalo liona uwezo wa kusalisha. Uwezo wa kusalisha. Inasalisha nini? Uzima. Inaponenwa kwako inasalisha uzima kwako. Inasalisha uzima. Kama wewe hauna afya, unapokea afya. Kama wewe ni mgonjwa, unapokea uponyaji. Kama wewe hauna amani, unapokea amani. Nasema wacha neno la Mungu la baraka likufikie. Lifikie maisha yako, lifikie watoto wako, lifikie wachukuu wako, lifikie mji wako. Bwana kubariki, Bwana kuinue, Bwana kusa maisha yako. Amina. Yani uwe na uzima. Watoto wako wao na uzima. Biashara yako iwe na uzima. Shamba lako liwe na uzima. Biashara yako iwe na uzima. Huduma yako iwe na uzima. Uimbaji wako uwe na uzima. Amina. Sema amina. Number 2, baraka ni nini? Nasema kwamba baraka ni neno la Mungu iliyo na uwezo wa kusalisha. Number 2, inasalisha amani. Ambia mwenzako amani. Sema amani. Baraka ya Mungu inasalisha amani kwetu. Mahali hakuna amani unapata amani. Kama ulikuwa unasumbukana, moyo wako hauna amani, moyo wako hauna furaha, moyo wako utuli, asubuhi ya leo na kunenea, pokea neno la Mungu na baraka. Pokea amani. Pokea amani. Pokea amani. Pokea amani. Ndio Yesu akasema, akaambia wanafunzi, ninawawachia amani ambayo haitokani na ulimwengu. Nasema amani ya Bwana iko ndani mwako. Chochote ambao unafanya uwe na amani. Kwa ndoa yako uwe na amani. Kila spiriti ambayo zinapikana na ndoa yako, zinapikana na biashara yako, unafanya kazi hauna amani nayo, uko kwa ndoa hauna amani, hiyo roho leo naachilia hukumu juu yake, naachilia vita juu yake. Inaondoka kwa nyumba yako, inaondoka kwa watoto wako, inaondoka kwa masomo ya watoto wako, inaondoka kwa biashara yako. Inapiga biashara, unafanya kazi hauna amani, unafanya kazi haupati chochote. Inapinga hiyo roho, inaachilia amani, inang'oa hiyo roho, inaachilia amani, inang'oa roho ya kutokuwa na amani. Naachilia amani kwa ndoa yako, naachilia amani kwa biashara yako, naachilia amani kwa huduma yako. Nasema naachilia amani. Aya. Amani ya Bwana. Katika kitabu cha Wafilipi Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kila neno, katika kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru Mungu, haja zenu zijulikane na Mungu. Na Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo atawapa amani, hifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Atawapa amani inayopita akili zote, inayopita akili zote. Hifadhi moyo wako na nia yako katika Kristo. Akili ya wasomi, akili ya watu wote, hifadhi moyo wako na nia yako ndani ya Kristo. Amen. Yani amani ikiwa ndani mwako, wewe uko juu ya wakanga, uko juu ya wachawi, uko juu ya magonjwa, uko juu ya laana, uko juu, wewe unatembea juu. Wanapokutafuta hawakuoni, wanapokutafuta hawatakupata. Leo wakutafuta wasikupate. Bwana kuinue. Natangaza Bwana kuinue. Utoka kwa hiyo magonjwa, utoka kwa hiyo kataliwa, utoka kwa hiyo hali.
Amani ya Bwana hifadhi moyo wako. Sema amina. Bwana. Sema amina. Baraka za Bwana zinazalisha nini? Number 3. Zinazalisha furaha na kusherehekea. Furaha na kusherehekea. Mtu aliyo ndani ya Kristo, hata mambo ikiumana, unaona tu uso wake umefurahi. Unaona hata anasherehekea. Ninasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Mambo yameharibika, lakini anasema ninasherehekea ushindi wa Bwana. Amelala njaa, anasherehekea ushindi wa Bwana. Hana nguo, anasherehekea ushindi wa Bwana. Wamemtusa, anasherehekea ushindi wa Bwana. Kwa maana ako ndani ya Kristo, amempa furaha na kusherehekea. Nasema furaha na kusherehekea kwa sehemu yako. Ianguke ndani ya maisha yako. Kwa ndoa yako ufurahie. Ufurahie ndoa yako. Ufurahie biashara yako. Ufurahie huduma yako. Ufurahie kanisa lako. Ufurahie na usherehekee. Adui akikujia ukakifikiria amekuweza, anakupata unaimba ninasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Jana anapata unasherehekea. Anasema huyu mtu nilikuwa nafikiria nimemweza, kumbe anasherehekea. Kesho anakupata unasherehekea. Kesho nyingine unasherehekea. Kesho nyingine unasherehekea. Anasema wachana na huyo mwendazimu. Yaani wewe ni mwendazimu ndani ya Kristo. Walio ndani ya Kristo wanasherehekea. Kwa maana baraka ya Kristo iko juu yao. Baraka ya Kristo imesalisha kusherehekea. Imesalisha furaha. Nasema imesalisha furaha. Sema nafurahia. Sema nafurahia. Nafurahia jinsi nilivyo. Nafurahia ndoa yangu jinsi ilivyo. Nafurahia watoto wangu jinsi walivyo. Nafurahia wazazi wangu jinsi walivyo. Nafurahia kazi yangu jinsi ilivyo. Kwa maana kesho haitakuwa ya kutabiria leo ya kwamba furahia. Kesho haitakuwa hivyo. Furahia. Hiyo ndoa haitakuwa hivyo kesho. Bwana anakuonekania. Bwana anakuonekania. Bwana anakuonekania. Bwana anakuonekania. Baraka ya Bwana inapepa uwezo na nguvu za kusalisha na kuongezeka. Ambia mwenzako kusalisha na kuongezeka. Bwana kinena baraka kwako, by force by fire, unasalisha na kuongezeka. Hata kama ulikuwa tasa unasalisha. Hata kama walikulaani laana inaenda, unasalisha. Chochote ambao unashika kinasalishwa. Bwana akaambia Yakobo ya kwamba wengi watabarikiwa kutoka kwako, kwa maana wewe ni mtu wa kusalisha. Ambia mwenzako mimi ni wa kusalisha na kuongezeka. Hata wachawa kuwekea mipaka yako inakuchanga hivi, inalipua mipaka, inalipua. Wanasema hataendelea, kesho wanapata umesonga watu wengine. Wanasema wacha tuone, kesho wanasikia umenunua gari. Kesho wanasema hataendelea, kesho ingine wanasikia mtoto wako university. Kesho ingine wanasikia huyo amenunua shamba. Wanasema hautafaulu, kesho wanaona umeamusha nyumba. Wanasema umechuwekea nyumba utamaliza, wanapata unalala ndani imeisha. Kwa maana baraka ya Bwana inakukalia, inasongesha mipaka, inasalisha na kuongezeka. Na nena baraka kwako ya kusalisha na kuongezeka. Na nena baraka kwako ya kusalisha na kuongezeka, ya kusalisha na kuongezeka. Hautakuwa tasa wewe kifainansi kwa tasa. Hautakosa watoto wewe. Hautakosa uzima wewe. Hautakosa baka. Bwana anapita nao. Anafungua njia pasipo njia. Aliyefungua njia baharini, wana wa Israeli wakapita. Anakufungulia njia. Unapenya.
Nasema baraka za Bwana ni za kuzalisha na kuongezeka. Tunazalisha na kuongezeka. Tunazalisha na kuongezeka. Ninanena neema juu ya maisha yako. Neema juu ya maisha yako. Neema kwa mashamba yako. Iongezeke na mashamba isalishe na kuongezeka. Watoto wako wasalishe na kuongezeka. Waingie kwa mandoa. Wengine waoleke. Wengine waoe. Biashara iendelee. Huduma yako haitakuwa ya ovyo. Inasalisha na kuongezeka. Inaongezeka. Inatoka ovyo. Inaingia taifa la Kenya. Inaongezeka. Inaenda mataifa. Hey. Sema hey. Ninaenda by force. By force. Kwa uwezo wa Bwana na kwa moto wa Roho Mtakatifu unayechoma kila wakanga, unayechoma kila masingaumbwa. Na ninatangaza leo, anayenitazama umefungwa, ninatangaza kufunguliwa. Wewe ambao umefungwa, ninatangaza kufunguliwa. Hautakaa mahali pale ukose kuzaa, ukose kuongezeka. Ninatangaza wewe ambao unajitazama hauna uzima, ndoa yako haina uzima, hauna furaha. Ninatangaza uzima kwako. Natangaza uponyaji kwako. Natangaza kuinuliwa. Wewe ambao unatazama hauna amani, natangaza amani kwako. Natangaza amani. Pokea amani ya Bwana. Pokea amani ya Bwana. Pokea amani ya Bwana. Ndio umekataliwa, ndio umetuziwa, ndio umedharauliwa, ndio umevutwa kazi, ndio umevutwa kazi, ndio wamekufukuza, ndio wamekufungia vitu. Lakini asubuhi ya leo nina habari njema kwako. Pokea amani ya Bwana. Pokea amani ya Bwana. Amani haitoki kwa pesa. Amani haitoki kwa kazi. Amani haitoki kwa biashara. Amani inatoka kwa Bwana. Pokea amani. Tazama, hauna furaha kwa maisha yako, na nena furaha na kusherekea. Tangu ingie kwa hiyo ndoa haujakuwa na amani, haujasherekea. Leo nakutangazia, kabla mwaka huu utasherekea na huyo Bwana. Huyo Bwana atakupeleka outing, utasherekea, kwa maana Bwana anaachilia sherehe. Unaweza kuwa umezaliwa kwa jamii, haujaona wakisherekea mema, wakifurahia mema. Kila siku ni kulumbana, kila siku ni vita. Na kutangazia mwaka huu unasherekea, unasherekea, unasherekea. Pokea, 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 pokea. Nasema pokea furaha ya Bwana. Pokea sherehe ya Bwana. Pokea usherekea. Pokea usherekea. Moyo wako hautakosa furaha. Moyo wako hautakosa kusherekea. Sherekea na kuingiza kwa maeneo ya furaha, na kuingiza kwa maeneo ya kusherekea. Nasema pokea. Nasema pokea. Pokea. Kila kitu kinapungua. Unapolima shamba inapungua mavuno. Leo natangaza kusalisha na kuongezeka na ajili ya neema hii. Pokea leo. Haujachota na kuza, kinasalisha na kuongezeka, kinasalisha na kuongezeka. Bwana anarejesha vyote. Pokea baraka ya Bwana. Nasema pokea baraka ya Bwana. Pokea baraka ya Bwana. Pokea, pokea, pokea. Pokea baraka ya Bwana. Pokea wewe mama. Pokea wewe mzee. Pokea, pokea. Leo Bwana anakutendea. Inua tu mikono yako. Inua tu mikono yako, anza kunena na Bwana. Nahitaji baraka zako. Nahitaji amani, nahitaji uzima, nahitaji amani, nahitaji furaha na kusherekea, nahitaji kusalisha na kuongezeka.
Bwana achilia kwa maisha yangu. Anza kutai juu ya maisha yako. Kama wewe ni mgonjwa, tai sai, Bwana anakuponya. Yatangaza hiyo juu ya maisha yako. Dai baraka za Bwana. Itisha 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 baraka za Bwana. Inua sauti yako mbele za Baba. Inua sauti yako. Inua sauti yako. Inua sauti yako. Bwana anakusikia. Bwana anakusikia leo. Bwana anakutendea leo. Bwana anakuinua leo. Bwana anakukomboa leo. Bwana anakubadilisha. Ninaona pingu la baraka linakushukia. Ninaona pingu la baraka linashukia. Inakushukia hata hapo kwa nyumba. Pingu la baraka linakushukia. Pingu limefunguka. Malaika wakishuka, wakipanda. Vile lilishukia Yakobo akiwa amechoka, akiwa hana rafiki, hana moto. Pingu likafunguka kwake, akaona limefunguliwa. Malaika wanashuka wakipanda. Leo kwako unaona pingu ndio ile. Pingu imefunguka. Mama, pingu imefunguka. Inakushukia. Inakushukia penye uko. Inakushukia mahali hapa. Inakushukia kwa nyumba yako. Pingu linashuka. Inashuka kwa nyumba yako. Inakabiliana na ufalme wa kisa. Inaondoa kisa. Nuru inaingia. Mwangazo unaingia. Unaondolewa kwa magonjwa. Unaondolewa kwa dai baraka za Bwana kwa ndoa yako, kwa watoto wako, kwa biashara yako, kwa boma lako. Dai. Itisha. My God. Mungu wangu. Unainua, unashuka, umeshuka, umefungua pingo, unatembea mahali hapa, unatembea, unakuza, unaponya, unabadilisha, unafungua. Bebe. La baba soko ya baba. Hey la baba. Shanda la. Bebe kanto la beka. Nipa babo seke ya baba. La bako ya bakando. Nipa baba soko yanda la beka. Asha si wale walimleta huku mbele. Nipa kante la beka. Nipa baba bakando la beka. Lobo saya bazena. Labo koya bakande. Nipa wabakanto. La bakande lelebeka. Chipeane, chiachilie kwa mikono ya Bwana. Zinaondoa, zilio na uwezo wa kuvunja laana. Baraka za Bwana zinavunja laana. Zinavunja masingaumbwa. Zinavunja uchawi. Baraka za Bwana zinang'oa leo. Labo seke ya bazaya. Naachilia huyu. Achilia huyu. Achilia mwende. Kila malaana navunjika. Achilia huyu. Achilia mwende. Katika jina la Yesu Kristo. Na nena baraka za Mungu juu ya maisha yako. Pokea. Na nena. Naachilie. Anza kuyeka. Fire to you. Chochote kilishika maisha ya huyo. Yes, baraka ya Mungu iko kinyume chako. Inakupika. Kila laana inapikwa. Kila uchawi unapikwa. Wachilie.
wachilie katika jina la Yesu. Na nena baraka, na nena ya asa kuyeka, asa kuishiwa na nguvu, asa moto ndio hiyo, na chilia ba fire to na chilia moto kwako. Kila laana inafunjika, kila mizigo inaondolewa katika jina la Yesu. Na nena baraka za Mungu, baraka za amani, baraka za uzima, baraka za furaha, baraka za kusherekea, baraka za kuzaa na kuongezeka. Na nena pokea sasa, pokea katika jina la Yesu Kristo. Yes. Chochote ambacho kiko kinyume ya mwanadada huyu, tulia kwa jina la Yesu. Tulia na nena baraka kwako utulivu katika jina la Yesu. Maisha yako ukiwa hapa, ukiwa kwa nyumba yako, ukiwa mahali popote, amini pamoja nasi mahali hapa hii maombi ya kwenye huko. Bwana anakuonekania mahali pale penye huko tu hapo. Mungu anakuonekania na anakung'oa kwa hiyo maisha na kuingiza ingine katika jina la Yesu. Kabla sijaomba, Bwana achilie baraka. Mungu aweze kuachilia baraka na uchamwamini yeye. Maandiko yanasema kwamba yoyote akiamini Yesu Kristo ya kwamba alikufa na Mungu akamfufua katika wafu ataokoka. Na kuamini ndani ya moyo wake, ya kwamba akiamini ndani ya moyo wake na kukiri ya kwamba kumkiri kwa kinywa chake ataokoka. Maandiko yanasema kwamba kwa moyo mtu kuamini hupokea haki, kwa kinywa hukiri hupokea wokovu. Kitaka maisha mapya, kitaka mwendo mpya wa baraka ambayo inapepa uzima, baraka ambayo inasalisha uzima, baraka ambayo inasalisha amani, baraka ambayo inasalisha furaha na kusherekea, baraka ambayo inasalisha kuongeza faida kwako. Inueni mikono na muamini pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako na ninaamini ndani mwangu bila wewe siwezi ishi kwa baraka. Ni kwa sababu hii Bwana ninasadiki dhambi zangu mchana wa leo. Ninaomba unisamehe dhambi zangu na maovu yangu. Bwana nisamehe, Bwana nisamehe. Futa jina langu kwa kitabu ya mauti, niandike kwa kitabu ya uzima. Kuanzia saa hii Kristo na kukiri wewe ndio Bwana na Mwokozi wa moyo wangu. Ingia ndani mwangu na mimi nikae ndani mwako. Kuanzia sasa mimi ni kiumbe kipya. Roho Mtakatifu, ingia ndani mwangu, unitawale, uniongoze. Kwa Yesu Kristo ninaokoka ikiwa nimeamini. Amen. Wacha nikumbe. Baba, katika jina la Yesu ninainua au wanadata mikononi mwako pamoja na mtoto huyu. Wamesikia neno lako na wameamini ya kwamba bila wewe hawana baraka. Hata yoyote ambaye anatazama kwa runinga kwa sasa na ameitikia, Bwana namuinua kwa mikono yako. Aliyo kwa Facebook, aliyo katika TV ya West Nyota, amesikia, ametazama, leo na mkabidhi mikono mwako. Naomba Bwana wa Israeli ukatawale kwa maisha yake. Tawala kwa maisha yake. Tawala kwa maisha yake. Tawala kwa maisha yake. Mkomboe Bwana. Aliyokuwa anakaa chini ya laana, ninatangazia hiyo laana kuondoka. Nena baraka ya Mungu juu ya maisha yake. Na nena baraka ya Mungu juu ya maisha yake. Na nena baraka ya Mungu juu ya ndoa yake. Na nena baraka ya Mungu juu ya kazi yake.
na nena baraka ya Mungu juu ya watoto wake katika jina la Yesu Kristo. Na keukia kila ufalme wa giza na haribu nikipomoa juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza wazi ya kwamba hawa ni viumbe vipya. Natangaza sasa hawa ni wana wa Mungu, wana wa ufalme wa Mungu. Kuanzia leo Roho Mtakatifu anakaa ndani mwao, maisha yao inapatilika, wanafurahia, wanakuwa na amani. Asante Baba kutenda. Kwa Yesu Kristo tunaomba, akushughulikie. Naamini ya kwamba Mungu ametenda jambo jipya kwa maisha yako. Naamini hata hapa kuna mtu amepona. Naamini penye popote ulipo Mungu amekushughulikia, umepona. Haleluya. Nataka kuchukua fursa hii kushukuru kila mmoja ambaye amekuwa pamoja na sisi kwa ibada hii, walio mahali hapa, walio kule nyumbani, na tuendelee kuwa pamoja na sisi katika ibada zetu. Bwana akasiti kuwainua na kuwabariki. Amen. Mimi kwa majina naitwa Mchungaji Moses Shisia. Nimeokoka, Yesu Kristo akiwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tuka hapa, kanisa letu ni Word of Faith chini ya Askofu Isaac Wawire. Pigia Yesu makofi kwa sababu ya wazee Isaac Wawire pamoja na Thomas Mvee. Sehemu ambayo inaitwa Buyofu, tuko kwa mpaka wa Bungoma County na Busia County. Sub County na Mbale Sub County, upande mwingine Bumula Sub County. Kikuja kwa senda Buyofu tutabarikiwa pamoja, na wote tunawaalika. Mungu akikupatia nafasi, njoo tubarikiwa pamoja. Tunamuona Mungu akitenda miujiza, akiponya watu, akiinua watu, akikomboa watu, Mungu akifungua watu. Tungekuwa na wakati tungeleta watu watoe ushuhuda, lakini naamini kwamba tutaendelea kwa pamoja. Utasikia watu wakitoa ushuhuda kile Mungu amewatendea. Bwana akubariki, Bwana akuinue, Bwana akutende mema. Tuendelee kwa pamoja katika Kristo. Bye bye. Kwa majina najulikana kama Josephine Sisia, mke wa mchungaji, na tunahudumu kwa kanisa la Word of Faith hapa Buyofu kwa senda ya mpaka ya Busia na Bungoma. Unapotaka kutupata, unatupata mahali hapo kwa Word of Faith. Ninaposhukuru wote ambao wanatazama katika West Nyota TV siku ya leo, tumebarikiwa, na nataka kuwashukuru wote ambao wametazama TV hii kupitia kwa neno la Mungu kwa Word of Faith. Nasema asanteni. Hata ninapokuwa na watoto wetu wa Sunday School Word of Faith mahali hapa, tukiwa tunahudumu na wao, tukiwa tunafurahia pamoja kwa neno la Mungu, na ninashukuru Mungu kwa maana amekuwa pamoja nasi, na Mungu awabariki kwa kutazama siku ya leo, kututazama kupitia kwa runinga hii. Na ninasema ya kwamba tujipe moyo, tumsimamie Baba, tumtazamie Mungu, na huyu Mungu ni mwaminifu, anaenda kutubariki kupitia kwa neno lake, ambapo neno la Mungu nasema ya kwamba tunapomuita anatuitikia katika Yeremia 33
3. Tunapomuita huyu Mungu anatuitikia na anasikia lolote lenye unahitaji. Mungu wetu ni jawabu, na anapokuwa jawabu hakika hata kusahau kwa maisha yako, mradi tu ukuwe mwaminifu numuite, na Bwana atakubariki na atakutenda mema. Na karibuni sana. Mimi nashukuru ikiwa ni mimi tu ndio bibi ya mchungaji tukifanya kazi ya Mungu katika Word of Faith. Asanteni, nashukuru hata wote ambao wamekaa chini kutazama, na hata watoto wetu wa Sunday School. Mungu awabariki, na pamoja na walimu wao. Mungu awabariki sana, wabariki sana, na tukaze mwendo. Na kila ambacho Mungu anaweza kutenda, hakuna mwanadamu anaweza kutenda, na anaweza kutenda tu iwapo umejiunganisha na yeye. Karibuni sana.